mwendo wake unakwenda kidogo kidogo. Walimkataa. Anashuhudiwa kabisa wakati wa Samueli. Watu wote duniani wamemkataa Mungu, anataka mfalme. Na leo hii watu mnajitawala wenyewe. Hakuna anayetawaliwa na Mungu. Na yupo mwanadamu anayetawaliwa na Mungu katika dunia hii hata mmoja. Ukitaka kujua kweli hamna anayetawaliwa na Mungu. Ukiangalia labda ni watoto wadogo. Maana watoto wadogo mnaoona hawajaanza kushika pesa, hawajaanza mapenzi, hawana akili ya kutafuta maendeleo. Hao wako watakatifu. Ndio maana Yesu alitangaza akisema hivi, waacheni watoto wadogo waje kwangu, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Ilionekana watoto wadogo hawana shaka, hawana mawazo, hawasumbui akili. Akili yao kubwa sana wanaisumbua kwa ajili yako. Mtoto akipata njaa lazima atalia sana. Akipata njaa mtoto atalia mno. Lakini mama yake akimpa chakula, baba yake akimpa chakula akashiba tayari, mtoto anaanza kukimbia kucheza. Kwa ndio maana Yesu aliwaambieni kwamba waacheni watoto waje kwangu. Maana imeonekana hao watoto ndio watakatifu dunia nzima. Hawajajichanganya na udadisi wote. Leo nyie wanadamu dunia hii mnaangalia maono ya Danieli, lakini hakuna Danieli anaelekeza kwa wanadamu kwamba eti ni mataifa ya kibinadamu. Ukifuatilia Biblia inakuelekeza siri kubwa sana. Inakuelekeza vita ya Mungu na Shetani. Ukifuatilia Biblia inakuelekeza siri ya Mungu na Shetani, kwamba vita yao ikoje. Ukiangalia kitabu cha Mwanzo kimeelekeza wazi. Kimeelekeza wazi kwamba Shetani na Mungu hao ni watu wanaofanya vita. What? Shetani anaonekana na uwezo, Mungu anaonekana na uwezo. Sasa ni nani apate watu? Ni nani hii dunia itawala? Hayo ndio mashindano yanayofanyika duniani. Ndio maana mnaona katika maendeleo ya duniani wanadamu wanalitika kwa maendeleo yetu wenyewe.